Kitana. Kitana. Nimeleta taarifa juu ya vifo vinavyoendelea katika hii himaya ya Mantare. Nimejaribu kufanya uchunguzi. Mwanzoni sikuweza kugundua kwa vifo hivi vinasababishwa na nini. Lakini baada ya kufanya uchunguzi kwa kina, nimekuja kuona kabisa dhahiri kuwa vifo hivi havina tofauti na vile vifo vya awali ambavyo vilikuwa kusababishwa na Kopako. Hii inawezekanaje? Wakati Ngalewa alishaniambia ameudhibiti mzimu wa Kopako na hauwezi kufanya mauaji mengine kwenye himaya. Iweje leo tena urudi? Sielewi chifu. Na sijui tufanye nini. Kwa sababu vifo vinazidi kuendelea kuongezeka. Wanahimaya wote wa Mantare wamejawa na hofu. Inabidi apatikane Ngalewa. Naomba nikuombe kitu kimoja. Niambie chochote kile. Kwa sasa naweza kufanya chochote kwa ajili yako. Nataka uache pombe. Nipo tayari. Una uhakika na unachokisema? Kwa ajili yako nipo tayari kufanya chochote kile. Nimefurahi sana kusikia hivyo. Wewe. Si nilikuonya achana na Zengeni, mtoto wa chifu. Hutaki kusikia. Kwa hiyo wewe ni sikio la kufanya. Nisikilize kwa makini. Kwenye chochote ambacho wewe unakifikiria, hata mimi nakifikiria hivyo hivyo. Najua nini cha kufanya. Najua nini nifanye kwa wakati gani. Kwa hiyo naomba uniache. Niache. Lakini wewe, uchungu na udhani wewe nao, mimi ni maradufu. Ninaumia na unayoyapitia. Kwa hiyo, nimeshakwambia, wewe tulia. Ngoja maelekezo kutoka kwangu. Mipangilio yote mimi ninayo ya mafanikio yako. Nisikilize kwa makini. Hayo maumivu ambayo wewe unayaona, mimi nimekuwa nikipitia kwa macho. Wewe haukuwepo kipindi mimi napitia. Kwa hiyo unatakiwa uniache. Niache tafadhali. Najua nini cha kufanya kwa wakati gani na nini nifanye. Wewe. Unaongea na nani? Na ndio maana nimekuambia uache pombe. Twende. Mwenye mkuu, ninashukuru sana kwa msaada wako. Nimekuwa hapa kwa muda, lakini nadhani sasa ni wakati wa kuondoka. Nimeona Mantare kinahitaji, na siko tayari kuendelea kubaki ili hali watu wangu wanaendelea kuangamia na kuteseka. Kila nikifumba macho ninasikia vilivyo na himaya Mantare wakiita jina langu na kuhitaji msaada wangu. Hivyo nadhani sasa ni wakati.
Ngalewa, mimi siwezi kukuzuia, hasa maono yako yanapoona. Ni kweli tumeishi kwa muda mrefu tu hapa, na kama ulivyozungumza, ni wakati sasa wa kurudi huko ulikotoka. Mimi sina uwezo wa kukuzuia, isipokuwa ni kukutakia kila la heri huko uendako. Ninashukuru sana. Wema wako nitaukumbuka daima. Ngalewa, sisi ni ndugu. Kwa hiyo huu msaada sikumpa mtu baki, nimempa ndugu yangu. Kwa hiyo ni wajibu wangu mimi kukusaidia wewe. Ngalewa, usiondoke. Tuno. Ngalewa mama ye, ngalewa ngalewa mama wo. Kama ulivyonambia, kwa sasa hauna msaidizi. Huyu ni Tunu, ni msaidizi wangu, na kukabisi wewe aende akawe msaidizi wako huko unapokwenda. Unasema kweli kabisa. Kama unavyojua, uti wa mgongo wa himaya yetu ni kilimo. Mambo mengine yote tunafanya, kufuga, sijui kufanya shughuli zingine zote, hiyo ni bashiri tu, lakini uhakika ni kilimo. Na bila shaka mbegu bado unazo? Mbegu ninazo nyingi. Nombo, achana na ule mkurukuluboshi. Huu unaitwa mgendanye. Huu una balaa. Yaani ukiuchemsha na ukautumia, mapambano yanaanza leo tu. Na mke wako atakupa heshima. Mambo ya mbele geje nyonyo mehamna te. Hivi Manyakenda, wewe unachokiongea unakijua kweli? Yule ni rafiki yangu kabisa. Na hakuwa akijua haya mambo yote ambayo tulikuwa tunawasiliana mimi na wewe. Wewe kwa nini leo unafanya kitu kama hiki? Hakuwa anajua huyu. Hivi itakuwa nimeongea Umenidhalilisha Manyakenda, ile misili yetu mimi na wewe. Ila hajajua tunaongelea nini. Hawezi kujua kwamba wewe ni ambelegeje. Hawezi akajua kwamba wewe ni nyonyomi. Kwa sababu nimekuelekeza tu dawa, atajuaje? Umeniuzi Manyakenda, umenikela. Unaona kabisa mtu mgeni kabisa yule. Hujawahi hata kumuona kwenye macho yako. Unakuja unalopoka. Wewe umeshindwa hata kunisubiria kweli. Nitakuwa nimetoa siri, nimeabwaga. Yaani umeatapaya, yani kwanza umeharibu kila kitu. Nombo, lakini mimi nakusaidia dawa. Ujue siku zote dawa haifichwi. Mambo ya siri kaka. Kwa nini unafanya hivi? Unanizalilisha mimi. Nitaweka wapi mimi uso wangu? Basi, hawezi kumwambia mtu mwingine, yeye atabaki nalo yeye tu. Na mimi siwezi kumwambia mwingine. Kwa hiyo kama kajua atakuwa amebaki kujua huyu tu. Na leo si unapona? Nimekuletea hiyo. Zingatia dawa. Hiyo mgendanye ni balaa.
Nini hiki unafanya? Ni kwa nini umeondoka na maiti ambayo inatakiwa kutolewa sadaka? Na ile hali unajua kwamba ni zamu yako. Uone kwamba wanacheza na maisha yako. Na ni bora nimekuona mimi. Vipi kama mkuu angekuona? Unadhani nini kingefuata? Kabura ni mwanangu wa pekee. Nimefanya hivi, nahitaji kumtorosha katika himaya hii ili washirika wasimle nyama. Na huko nitakapompeleka hakuna mtu mwingine atakayemuona, hata mkuu hata muona. Nampenda sana mwanangu, siwezi kumwacha aliwe nyama. Hata mimi nilimpenda mke wangu, lakini nilimtoa. Na siku ambayo nilikuwa namtoa mke wangu sadaka, ulikuwa unafurahi sana kumla nyama. Leo cha kwako kichungu. Na unafahamu kabisa sadaka ni kitu ambacho unakipenda. Sasa kwa nini umeitorosha? Naomba unisaidie. Naomba unisaidie na usimwambie mkuu kuhusu hili swala. Hilo haliwezekani. Sadaka ikisha toka haiwezi karudi. Haya mama kulebe, kulebe sombe, kulebe 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 sombe, kulebe 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 sombe. Haya mama kulebe, kulebe sombe, haya mama kulebe. Karibu. Asante sana mama. Habari za huko? Ni nzuri sana mama. Vipi, imekuwaje? Moyo wangu umejawa na furaha isiyo na kifani. Nimemwona msichana mrembo sana huko nilipokuwa. Nahisi kama nakubali kumuoa. Habari ya safari yako? Ni salama baba yangu. Pia naomba unisamehe sana mzee wangu. Na mama naomba unisamehe. Sawa babangu. Kiukweli nahisi kama nataka kumuoa yule binti. Huyo ndio Geza. Huyo ndio Geza mwanangu mimi, aliyetoka kwenye mgongo wangu. Hilo ndio zao langu. Hilo ndio dume langu la mbegu. Yeye ndio mrithi wa utawala huu wa himaya ya Sumve. Ndio huyo nilikuwa namtaka. Geza ndio huyo. Asante mzee. Pia nilikuwa na furaha sana. Nikasema leo siwezi kulala bila kuja kukupeni hii taarifa nzuri. Ndio maana safari yangu imekuwa moja kwa moja nilipotoka huko mpaka hapa nyumbani kwanza niweze kuwahabarisha. Jambo jema. Ni jambo la kushukuru. Huo ndio ujasiri wa mwanamume. Huwa anafanya maamuzi ya mara moja bila kufikiria mara mbili. Kulebe 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 sombe, haya mama kulebe kulebe sombe, kulebe 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 sombe, kulebe 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 sombe, haya mama kulebe kulebe sombe, haya mama kulebe. Falu, vifo kwenye himaya vimezidi kuwa vingi. Na imekuwaje Kopako amerudi kwa kasi kiasi hiki? Malkia Nandela, hata mimi sifahamu. Lakini chifu ametoa tamko kuwa atafutwe Ngarewa popote alipo. Na mpaka sasa sifahamu wapi Ngarewa alipo. Na vipi kama Ngarewa atachelewa kufika? Na Kopako akawahi kutufikia. Na unafahamu fika, mimi na wewe ni wahusika wakubwa wa kifo cha Kopako. Malkia wangu, haya makazi ya chifu yanalindwa na mababu wa mababu. Hivyo ndo maana mpaka leo hujawahi kuona Kopako akisubutu kuingia hapa ndani. Nikuombe na nikushauri Malkia wangu, ili uendelee kuwa salama, usitoke nje na mipaka ya chifu. Kaa hapa hapa ndani, Kopako hawezi kukugusa kwa chochote. Naomba ufanye hivyo Faru. Usalama wangu upo mikononi mwako. Nimekuwa na hofu sana. Ondoa shaka. Usalama wako bado ni jukumu langu. Nataka unisaidie kitu. Ni kitu gani hicho?
Sihitaji kuolewa kwenye sherehe za mavuno. Nampenda sana Maginga. Na wewe mwenyewe unajua hilo. Naomba unisaidie. Isengeni. Hivi una akili wewe? Yaani unataka unishirikishe mimi kwenye upuuzi wako? Wewe Maginga atakupa nini? Nimeshakwambia mara ngapi kuwa sitaki kukuona na Maginga. Sasa ukiendelea, hizi taarifa nitazifikisha kwa chifu. Zumo, usichokijua inajua vitu vingi sana kuhusu wewe. Inajua kama unatokaga ndani ya himaya. Na ndio maana nimekufuata wewe kama kaka. Nikijua wewe ndio msaada wangu wa pekee. Hakuna mwingine yote anaweza kunisaidia isipokuwa wewe. Sawa. Nitajaribu. Kama utafanya hivyo, nitafurahi sana. Kazi yako tayari nimeshaikamilisha. Na Zumu tayari ameshaamini maneno yangu. Kila nilichomwambia tayari kimemkaa akilini. Sasa kilichobaki hapa sasa hivi ni yeye kushuhudia kwa macho yake. Kazi nzuri sana Chaba. Na kuhusu kujionea kwa macho yake, hilo niachie mimi. Sawa. Ila vipi kuhusu siri zangu? Kama nilivyokuahidi, kuhusu siri zako nitabaki nazo mpaka kifo. Hilo ondoa hofu. Lakini kazi yako haijaisha. Mama yoboge yoboge. Mayoboge yoboge. Mama yoboge yoboge. Kwani unanishangaa Koko? Faisila, unachokiona naota au ni uhalisia? Uhalisia wa nini? Nisi nipata taarifa zako wewe auoni. Ni kweli nilikuwa na matatizo, lakini nashukuru Mungu kwa sasa niko sawa. Alafu hizi taarifa umezitoa wapi? Atakuwa ni nani mwingine kama sio Manyakenda? Tena kanipa habari nyingi tu na sio hizo tu. Mambo gani mengine? Amesema mama mkwe wako ni mchawi. Na yeye ndo kamua wifi yako Kabula. Koku, tutakwazana sasa hivi. Sihitaji mwanaimaya yoyote yule aingilie maisha yangu mimi pamoja na familia yangu. Alafu wewe na huyo Manyakenda wako, sitaki mwe mnaingilia mambo yangu mimi na familia yangu. Na siku nyingine usinisimamishe kwa ajili ya kunipa umbea wenu. Uvumilivu umenishinda. Nimevumilia sana, nimeshindwa kabisa. Nahitaji kwenda kuwaona wazazi wangu, maana ni muda mrefu sana sijawaona. Kitana, nimekwambia muda mrefu kwamba hilo jambo haliwezekani. Na hata hivyo, babako hayupo. Hayupo? Hayupo, amekwenda wapi? Ameenda kwenye msitu wa kifo. Inawezekanaje ameenda msitu wa kifo? Na wakati inafahamika kabisa mtu atakaenda kwenye msitu wa kifo harudi akiwa mzima. Ndiyo. Na ameenda baada ya kusikia kwamba umekamatwa na chifu. Hivyo basi, ameenda kutafuta msaada wako kule. Sasa,
Kwa nini hukumsaidia? Kwa nini hukumzuia asiende? Na kwa nini umwacha aende kwenye matatizo? Kuhusu msaada wake, mimi hiyo hainihusu. Mimi majukumu yangu ni kukuangalia wewe tu. Mimi nahitaji niende nikamsaidie, maana najua huko aliko watakuwa wanapitia matatizo makubwa sana. Kitana, ila haliwezekani. Endapo utataka kwenda kwenye msitu wa kifo, utaingia wewe kama wewe, na nguvu zako utaziacha nje. Hivyo basi, utaingia kama binadamu wa kawaida na utakufa. Lakini kwani hakuna njia nyingine ya kumsaidia? Kitana, nimekuambia hakuna njia nyingine. Mayoboke yoboke, mama yoboke yoboke, mayoboke yoboke. Ahena mantare, ahena mantare, ahena mantare, ahena mantare. Mtukufu chifu. ahena mantare. Amani iwe nawe. Chifu, kuna taarifa kwamba Ngalewa ameonekana tena katika himaya ya Mantare. Safi, jambo zuri sana hilo. Sasa ngoja nikamuone. Lakini chifu, kwa nini usimuite akaja hapa Ngalewa badala ya wewe kwenda kule? Kwa sababu unafahamu fika himaya ina hali mbaya sana kwa sasa, iko katika machafuko makubwa. Faru, kumbuka nilimkosea sana Ngalewa. Lazima nimfuate alipo, sio yeye kunifuata mimi. Basi kama itakupendeza mtukufu chifu, ningeomba kuongozana na wewe. Hapana, baki hapa kwenye himaya ili uweze kulinda usalama wa hapa. Ahena mantare. Maginga. Maginga. Maginga atakuwepo sasa hivi? Samahani, nimesahau kusalimia mtoto wa chifu. Ahena Mantare. Amani iwe nawe pia. Vipi Maginga, nimemkuta? Maginga yupo, yuko kwa Masia Wezi, na juzi walitengeneza pombe. Sasa hivi atakuwa amelewa chakali, mwili wote utakuwa yogo yogo, lege lege, anavyopenda pombe. Sawa, lakini hongera. Hongera ya nini? Umebaki peke yako. Hivi una taarifa kuwa Kabula amekufa? Amekufa lini? Lakini siwezi kulaumu sana kwa sababu nyinyi hamtoki sana kwenye himaya, hamwezi kujua kinachoendelea huko. Kafa muda mrefu na tushamzika. Lakini siwezi nikakwambia Kabula ameuliwa na mama yake, na ndio alimtoa kafara. Uwe na siku njema. Mimi nampa habari njema, hata kufurahi hata afurahi. Badala afurahi ndo kabaki peke yake ajimwaimwai kwenye himaya. Najua fika kinachoendelea baina yako wewe na Zingeni. Sasa nisikilize kwa makini. Maginga, na kuonya, achana na Zingeni. Tena kaa mbali na Zingeni. Malikia, hakuna chochote kinacho... Nyamaza! Ninapoongea mimi, kaa kimya. Nisikilize kwa makini. Maginga, sitaki maelezo yako. Nimekwambia hivi, achana na binti yangu Zingeni. Na kitu kingine, sitaki ajue kwamba mimi nimekuita hapa na nikakwambia hili jambo. Neno lako ni sheria kwangu. Mtukufu Malkia mdogo, nimepata taarifa juu ya nani anayesambaza habari za kuhusu kumpindua chifu. Faru, ni nani huyu anayesambaza taarifa hizi?
Ni mlevi mmoja tu anaitwa Maginga. Unasubiri nini mpaka saizi huyo mtu hajashughulikiwa? Nilijaribu kuwatuma walinzi wangu wamshughulikie, ila wameshindwa. Lakini nini Faru? Umeanza kuwa mzembe. Unajua kabisa hili swala lina madhara gani huyu mtu akifika kwa chifu. Unahitaji tushindwe kutimiza huu mpango, si ndio? Ondoa shaka Malkia. Nitamshughulikia mimi mwenyewe kwa mikono yangu mwenyewe. Na kingine, nimepata taarifa ya kuwa mkeo amesikika akizungumzia hili swala na amesema kwamba amesikia mimi na wewe tukizungumza. Sasa, naomba uwe makini na watu wako unaoweka karibu. Mimi sihitaji kushindwa kwenye mipango yangu. Sawa Malkia mdogo. Nitalifanyia kazi hilo swala. Na kuahidi. We mama, ni mara ngapi nimekuonya kuhusu hizo tabia zako za ajabu ajabu? Unajikuta nani kwenye hii himaya? Unanyanyasa wana himaya wa Mantale? Wewe unajikuta nani kwenye hii himaya mpaka unaingilia mambo ya watu yasiyokuhusu? Mimi ni Kitana, mtetezi wa wanyonge, na sitokubali kuona mwana himaya yoyote wa Mantale anateseka hali ya kuwa mimi nipo. Wewe unajikuta mjanja. Sasa nitakuonyesha. Wewe ni nani unayediriki kusimama katikati ya njia wakati chifu wa himaya Mantale anapita? Hii inawezekanaje? Ni wewe Nyanza? Ni mimi Nyanza. Unajidanganya. Kiti cha Mantale sio chako. Mimi Nyanza ninayestahili kukalia hicho kiti. Na sasa nimerudi kuchukua haki yangu. Huna mamlaka ndani ya himaya hii ya Mantale. Mimi ndio chifu halali wa himaya hii ya Mantale. Dizonga, kamata huyo. Ahena Mantale, Ahena Mantale, Ahena Mantale, Ahena Mantale, Ahena Mantale. Wadeka, nilikuvumilia, nilikupenda, nilikuamini. Kwa nini umenisaliti? Umeenda kutoa siri zangu, juu ya siri zangu na mipango yangu mimi na Malkia kuhusiana na Kitana.
Sijaongea na mtu yoyote. Faru, siwezi kuongea juu ya hilo swala. Sina hatia. Naomba niambie kosa langu ni lipi? Wadeka, usinifanye mjinga, mpumbavu au sina akili. Mazungumzo yalikuwa kati yangu mimi na Malkia mdogo na Ndela, na ulisikia kila kitu, na nikakwambia usimwambie mtu yoyote. Sasa kwa nini mambo yote yametoka nje? Sijaongea na mtu yoyote. Nawezaje kusema jambo kama hilo? Mume wangu, sina kosa lolote mimi. Nisikilize, wewe ni nyoka na muda wowote unanibizia mimi kuning'ata. Sasa siwezi kuishi na mwanamke mnafiki ndani kwangu, na kuomba Wadeka, ondoka. Usinifanyie hivi mume wangu. Faru, siwezi kuvumilia ya maumivu. Kwa nini unanifanyia hivi? Nasema Wadeka, toka nyumbani kwangu. Sonyo, naamini wewe ni mlinzi mzuri na ni mtiifu. Nahitaji kujua ni vipi mlivyoenda kumtafuta Kitana. Nini kilitokea? Mmeenda zaidi ya mara 2 na mara zote mmerudi mikono mitupu. Malkia wangu, mlinzi Faru alisema tusiseme hili swala. Mimi na Faru, ni nani unayepaswa kumtii? Ni wewe Malkia wangu. Nahitaji kujua kuhusu Kitana. Ni kweli tulimkuta. Tulipojaribu kutaka kumkamata, zilitokea nguvu za ajabu na kuturusha. Nguvu za ajabu? Sawa, unaweza ukaenda. Vipi tena mwenzetu, kulikoni? Dada, naomba unisaidie. Mamangu kanifukuza nyumbani. Kwa kama amekufukuza, mimi ndo nikusaidieje sasa? Sina sehemu nyingine pa kwenda.
na ndio maana nimekuja hapa kwako. Mimi niliolewa na mwanaume ambaye hajiwezi Wewe si ndio ulikuja hapa ukaongea maneno yako ya fedhea kwamba mimi mume wangu atanipeleka wapi? Kwamba wewe mume wako ana mamlaka, kiongozi, utanitafutia mwanaume. Si ndio wewe ulikuja na kashfa zako hapa? Leo mimi naweza nikakupa msaada wangu kweli wa Deka? Hapana kwa kweli. Wewe rudi tu kwa mume wako mkayamaliza. Najua nilikukosea sana dadangu, lakini mimi ni ndugu yako tu, sina mtu mwingine wa kunisaidia. Naomba unisamehe sana, sikujua kama nakosea. Sawa, lakini hili ni funzo. Yaani hili nahisi litakuwa funzo tosha kwako. Usimdharau mtu hata siku moja. Na unajisahau kuwa mimi ni dada yako na ndo kimbilio lako. Haya sasa umekuja. Huoni aibu? Kwa vile wewe tu ni ndugu yangu nitafanyaje sasa? Lakini ungekuwa ni mtu baki, ningekutoa kama mwizi. Karibu ndani. Inawezekanaje? Mbona sifiki? Ina maana sijafika katikati ya msitu wa kifo? Au nimepotea? Mwanangu Kitana. Nitarudi vipi sasa nyumbani? Nitafika vipi? Maana sijui nilipoingilia wala ninapotokea. Mwanangu Kitana. Nitakupambania mpaka mwisho wa maisha yangu. Siwezi kukubali. Sikubali. Kitana. Hilama shiva. Hilama shiva. Ahena Mantare, chifu wa himaya hii. Amani iwe nawe Ngalewa. Najua nilikufukuza ndani ya himaya, lakini nashukuru kwa sababu umerejea. Ngalewa, hali ya Mantare imekuwa ni mbaya sana. Chifu, ni kweli nitoka ndani ya himaya, lakini kanilazimu nirudi. Maono niliyoyaona yamekuwa ni njia pekee ya kunifanya nirejee ndani ya himaya hii. Kwa maana nimeona himaya ikiangamia na watu wote wakipoteza maisha, na hii yote ni sababu ya Kopako. Ngalewa, wananchi wana hofu kubwa sana. Tufanyeje kutatua tatizo hili? Chifu, nilikwambia sio mara moja wala mara mbili. Nilikwambia mara nyingi sana kwamba mzimu wa Kopako ndio chanzo cha matatizo yote yanayoendelea ndani ya himaya Mantare, na njia pekee ya kuzuia mzimu wa Kopako ni kuweka ukweli wazi. Lakini mpaka sasa chifu, ukweli haujajulikana. Na nilikwambia Kopako atarudi, na akirudi safari hii atakuwa na nguvu kubwa ambayo hata mimi siwezi kuizuia tena. Na ndicho kinachotokea hivi sasa. Kopako amerudi, na dhamira yake kuu ni kuangamiza himaya yote, ikiwemo wewe mwenyewe. Nilishakueleza chifu, njia pekee ya kuzuia haya yote ni kumtoa kijana wako Zumo, na hakuna njia nyingine. Hapana Ngalewa,
tofauti na kumtoa mtoto wangu wa kuzaa. Hakuna njia nyingine? Chifu, kwa uwezo wangu wa kuona, hapo ndipo nimeishia. Labda tutafute msaada sehemu nyingine. Labda tunaweza tukapata msaada kwenye msitu wa kifo. Halafu nina jambo jingine muhimu sana. Wakati nakuja hapa kwako, nimemkuta Bi Nyanza. Unafahamu ujio wake? Nyanza? Inawezekanaje Nyanza akawa ndani ya himaya Mantare? Mimi sijawahi kuonana naye na wala sijui amefuata nini. Ngalewa mama ye, ngalewa uongale. Kitana, unapata wapi ujasiri wa kuja mpaka huku wakati unajua kabisa upo matatizoni? Mtukufu Zumo, nilikwambia kwa sasa usalama wangu ni jukumu langu mwenyewe, hivyo niko sehemu salama. Hata kama, lakini vipi kama walinzi wangekuona au wanaimara wangekuona? Utawaeleza nini Kitana? Uoni kama wajitafutia matatizo? Na mimi utanitafutia matatizo pia. Jihurumie basi. Mimi nina wasiwasi sana kuhusu wewe. Naomba unielewe Mtukufu Zumo. Mimi niko sehemu salama, wewe kuwa na amani na kuhakikishia kwa hilo. Sawa. Lakini naomba turudi kwenye maficho. Naamini kule utakuwa salama zaidi. Hapana. Mimi siwezi kwenda huko kwa sasa. Nahitaji muda mrefu kukaa hapa kufikiria maisha yangu. Na pia nahitaji nioge. Sawa. Jitahidi wewe Kitana. Mimi nakusubiri. Mganga Tano. Mganga Tano. Haina Mantare Mtukufu Chifu. Amani iwe nawe. Namuulizia Mganga Tano. Nimemkuta? Mganga Tano hayupo. Kaenda wapi? Hata mimi kwa nimesafiri. Nilivyorudi sikumkuta. Anaondokaje kwenye himaya muda wote bila kutoa taarifa yoyote? Sasa anaacha maagizo. Akija mwambie aje haraka sana. Sawa Mtukufu Chifu. Haina Mantare. Haina Mantare. Haina Mantare. Haina Mantare. Kopako, hongera sana kwa kazi nzuri. Hakika wewe ni mlinzi mkuu bora katika himaya ya Mantare. Na ndio maana nikaona wewe ni mtu pekee unaweza kunisaidia jambo langu. Malkia mdogo, ni jambo gani hilo? Kopako, hivi utakuwa mlinzi wa himaya hii mpaka lini? Ina maana wewe hujawahi kutamani kuwa kiongozi na kuamrisha watu? Malkia mdogo, bado sijaelewa nini unamaanisha. Namaanisha uongozi wa juu kabisa. Ina maana wewe hujawahi kutamani kuwa chifu?
Utaratibu kumpata chifu nazo unajulikana toka enzi ya mababu. Mimi sina damu ya kuwa chifu. Sasa nawezaje kwenye hilo? Mimi naweza kukufanya ukawa chifu endapo utakuwa mtiifu na msiri katika mpango wangu, kwa sababu sina imani na uongozi wa chifu wa himaya hii ya Mantale. Na endapo ukafanikisha hili swala, wewe utakuwa chifu na mimi nitakuwa malkia wako, na ninaamini uongozi wako utakuwa bora zaidi. Nitafanya kama sijasikia hayo maneno kutoka kwenye kinywa chako, na haya mazungumzo kati yangu mimi na wewe kama hajafanyika, na sitarajii tena kusikia maneno kutoka kwako. Asante kwa muda wako. Mtukufu Malkia, nisikia mpango wako juu ya wewe na mlinzi mkuu Kopako, lakini Kopako amekataa nafasi hiyo. Mimi niko tayari mtukufu, niko tayari kukutumikia, kusimama pamoja na wewe na kuhakikisha hii himaya ya Mantale inakuwa mikononi mwako. Unasimama kama Malkia, na ukishatimiza ahadi yako, basi nami nitasimama kama chifu wa himaya ya Mantale. Safi sana. Nilikuwa natamani kupata kijana kama wewe, mwenye akili ya kujiongeza. Una uhakika unaiweza kazi yangu? Ndiyo mtukufu, niko tayari. Niko tayari hata sasa kukutumikia. Niko tayari kupambana pambano lolote lile, kusimama pamoja na wewe na kuhakikisha himaya nzima ya Mantale inakuwa mikononi mwako. Hii kazi inahitaji kijana mwaminifu, shupavu na msiri. Niahidi katika hilo. Ahadi yangu iko juu yako Malkia. Kama sitaenda kinyume na mapenzi yako, nitafanya sawa na mapenzi yako, na kama ulivyoniagiza, nitahakikisha kila kitu kinaenda sawa. Nipe nafasi hii mtukufu Malkia mdogo, ili nikuvike taji la umalkia wa himaya ya Mantale. Ahena Mantale, mlinzi mkuu Kopako. Malkia mdogo, ni mara ngapi na kuonya juu ya jambo ambalo unataka kuifanya? Hivi wewe unazungumza kama nani? Na kwa nini unapenda kuniingilia kwenye majukumu yangu? Ikiwa kama mlinzi mkuu wa himaya hii, siwezi kukubali kuona madhara yoyote yamkute chifu ama ndani ya hii himaya. Unadhani jambo lako litafanikiwa? Hiyo haiwezekani. Faro, umekula kiapo kulinda mipaka na ukoo wa kichifu. Sasa uko tayari kumpindua chifu na himaya yake, si ndio? Hili haliwezekani. Nasema haliwezekani. Nitasema kila kitu mbele ya chifu ili ajue kina nani ambao wanataka kumpindua. Ahena Mantale, Ahena Mantale, Ahena Mantale, Ahena Mantale, Ahena Mantale. Ahena Mantale, chifu wangu. Amani iwe nawe. Chifu, kuna jambo naomba tuzungumze. Sawa, haina shida mlinzi wangu. Tunaweza kuzungumza. Ahena Mantale, mtukufu wangu. Amani iwe nawe mke wangu. Chifu, nilikuwa naomba kuzungumza na wewe. Nina mazungumzo ya faragha. Sawa mke wangu. Naomba kwanza uniwie radhi, nina mazungumzo na mlinzi mkuu. Kwa hiyo unataka kusema yeye na mimi, yeye ni bora zaidi kwako? Kopako, hilo jambo linaweza kusubiri mpaka kesho. Kwa sasa ni muda wa kuzungumza na mke wangu. Unaweza ukaondoka.
Kopaku, ni nini unachohitaji kwenye maisha yangu? Mimi nilijua nimeshamalizana na wewe baada ya kukataa mpango wangu. Mpaka sasa nashindwa kutimiza hazima yangu. Ni wewe ndio unayenikwamisha. Na vipi chifu akijua ukweli kabla sijakamilisha mpango wangu? Hapana, lazima nikushughulikie Kopaku. Lazima. Maginga, leo lazima ufe. Amri imetoka juu. Yu wapi? Kwa mlizi mkuu, himaya ya Mantale, faru wa Zamba. Bibi huyo. Vinyanza huyo. Bibi yangu huyo. Viongozi, walinzi, nilisahau kuwasalimia. Aina Mantale. Minza, binti mrembo wa himaya hii, mbona sura yako inaonyesha kuwa haina furaha tena na kama imepoteza matumaini? Ni nini haja ya moyo wako? Faru, wewe mwenyewe unajua fika jinsi gani ambavyo nakupenda. Mimi nateseka mwenzio. Hichi kitu sijawahi kukwambia. Mume wangu ana matatizo. Hanitimizie kabisa haki yangu ya ndoa. Unaelewa nini namaanisha? Mimi naomba unichukue, tuone tukaishi nawe kwako. Niko tayari kwa chochote. Minza, mimi sikuwa nayajua hayo yote. Na wala sikufahamu kabisa kama mume wako ana changamoto kama hiyo. Ila tambua wewe ni mke wa mtu. Nitaweza vipi mimi kuchukua Minza na kuweza kuishi na wewe? Faru, unaweza kunichukua na kunipeleka nyumbani kwako. Haushindi kufanya hivyo. Naomba unichukue, unipeleke nyumbani kwako. Nawezaje kukaa sehemu ambayo sipati furaha yote? Na hata hivyo nilisikia kwamba mke wako hayupo, ameondoka. Naomba basi nikaishi japo hata na wewe siku chache. Hizi taarifa wewe za mke wangu kuondoka umezipata wapi Minza? Ni kwamba unanifuatilia kiasi hicho? Nakufuatilia kwa sababu nakupenda sana Faru. Wewe mwenyewe unalijua hilo. Nakuomba, naomba tukaishi wote. Sawa, basi nahitaji muda. Usijali kwa sababu wewe ndio mwanamke unayenipa pia furaha. Na natamani kuona ukiwa na tabasamu wakati wote. Hivyo nitalifanyia kazi jambo lako na kuahidi. Kweli Faru? Ondoa shaka. Una bahati sana binti yangu. Hivi umewaona vijana waliofika kushiriki kujiandikisha katika sherehe za mavuno za mwaka huu? Wote watanashati. Na nzuri zaidi ni watoto wa kichifu wa himaya za jirani. Kwa hiyo ninaamini mmoja wapo atakuwa mwanaume sahihi kwako. Mama Nzula, nadhani wewe mwenyewe unajua mwili wangu uko hapa, lakini moyo wangu haupo hapa. Muda wote unamwaza Maginga. Sasa nawezaje kuolewa na mwanaume mwingine ambaye hayuko moyoni mwangu? Ninakuelewa binti yangu. Na najua ni jinsi gani unavyompenda Maginga. Lakini unatakiwa kutambua wewe ni binti wa chifu na ni lazima uolewe na mtoto wa chifu wa himaya nyingine.
Hii sio kwa ajili yako tu binti yangu, bali ni kwa ajili ya wanaimaya wote wa Mantare. Wakati mwingine hisia za mwanamke hubadilika kutokana na mazingira. Hata mimi kabla sijaolewa na baba yako nilikuwa simpende, lakini baada ya kunioa ilinibidi nimpende. Hivyo ninaamini hata wewe mazingira atakufanya umsahau Maginga na kumpenda mwanaume utakayempata. Ni sawa, lakini siwezi kufanya hivyo. Na usikiliza moyo wangu kuliko kitu kingine chochote kile. Na nipo tayari kupoteza chochote, hata ikibidi nafasi yangu ya utoto wa kichifu, ili mradi tu niwe na Maginga. Hivyo una akili kweli? Aya, unatafuta nini uko juu? Nia yako ni kwamba sisi tunakuja hapo kuoga utuchungulie, si ndio? Makoti nayo kwa kuteleza. Nilikuwa juu huko natafuta nazi. Kwa mnazi gani wa kusema kwamba unapanda huko juu unatafuta nazi? Kuna nazi huko? Wewe tushakujua. Tabia yako unakujaga hapo kutuchungulia sisi wanawake tunakuja kuoga hapa, si ndio? Wewe ukiendelea na hiyo tabia mimi siwezi kabisa. Habari za kuchungulia waga sinaga mimi. Uache kujichekesha hapo. Namba uondoke, nataka nioge. Ila sema ilikuti lisingeteleza, leo ningeona vitu visizoona. Na pia nikwambie kitu. Ona. Panawasha. Panawasha kweli, yani japo kuwa panawasha, lakini siwezi nikakwambia kuwa mke wa Nombo anatoka na faru wa Zamba. Mimi sijakwambia, lakini niliwaona wako njiani wamesogeleana hivi. Sawa, ushaniambia. Namba uondoke, nataka nioge. Kwa hiyo unataka kuoga sasa hivi? Basi nipande juu nikusubirie au niondoke? Wewe, nimekwambia hivi, ondoka, nataka nioge. Na wewe tabia yako unaijua. Usije ukajifanya hapa unatoka afu kafika mbele ukajificha unichungulie. Kwanza hata kuoga kwenyewe ushanitia mashaka. Basi wewe oga tu, mimi naondoka. Si wakali. Ni bora tumkutana hapa. Maana nyayo zangu zimekuja kwenye kaya yenu leo. Lengo na dhumuni kuja kufuata jibu langu. Unafahamu fika mimi ni mgane katika himaya hii. Na kwa umri wangu si vyema kuwa mgane. Na nishakwambia hayo kabla. Vipi kuhusu jibu langu? Jibu gani unalitaka wewe? Jibu si nimeshakupa. Kwamba sikutaki, sikuhitaji. Jibu gani lingine? Wenda tuliongea swala lingine. Wewe unifahamu vizuri. Unapata tu habari. Sasa acha leo nikuthibitishie mimi ni nani. Yaani kukupata ni lazima na nitakupata kwa njia yote. Yaani mimi si wakali. Kuwa na wewe. Iko kitu sahau. Sahau kwenye akili yako. Kwenye hii maya yote wanakujua wewe. Ukioa mwanamke anakufa. Kwa hiyo unataka na mimi niingie kwenye hayo matatizo? Yaani unataka uniweke mtego? Baba, hilo sahau. Nayapenda maisha yangu. Sijachoka bado. Uzuri za chini chini umepata.
Sasa leo hii utachagua uingie kwenye kifo au uingie katika mahusiano. Unamfanya nini huyo binti hapa? Mbona mmoja kucheza mchezo ambao kuhusu? Kinachoendelea hapa kinakuhusu wewe. Yawe yananihusu, yawe hayanihusu. Nimeshasema Mwanaimaya wa Mantale yoyote hapaswi kuteseka, hali ya kuwa mimi Kitana, mtetezi wa wanyonge, bado niko hai. Wewe unanifahamu, lakini unifahamu vizuri. Basi acha na wewe leo nikuthibitishie mimi ni nani. Leo ina maana umeshindwa kumshawishi chifu amtoe mtoto wake kafara, mpaka inakulazimu wewe kujitoa kafara. Unajua kabisa utakapoenda kwenye msitu wa kifo hautarudi. Nyanza, chifu hawezi kumtoa mwanawe pekee. Unafahamu fika kwamba Zumo ndiye mrithi wa himaya ya Mantare. Anawezaje kufanya kitendo kama hicho? Ni jambo ambalo haliwezekani, na hakuna njia nyingine ya kufanya. Lazima nikomboe Mantare, lazima niende kwenye msitu wa kifo. Lakini kumbuka, ufalme wa Mantare si wa chifu wala wa mtoto wake Zumo. Ni ufalme wangu mimi. Mimi ndio napaswa kukalia kile kiti. Nyanza, swala la nani atarithi kiti cha ufalme au nani atakuwa mfalme wa himaya ya Mantare, hilo mimi halinihusu. Ninachoangalia na himaya ya Mantare wanaoteseka na kufa vifo visivyo na hatia. Wanahatia gani wana Mantare? Wamekosa nini? Kopakwa na waua bila sababu za msingi? Hicho ndicho nachokiangalia na ndicho nachotaka kusaidia. Lakini ugomvi wenu wa kiti cha ufalme mimi wala unihusu. Shauri yako Ngalewa.
lakini kumbuka nilikuonya. Nyanza, mimi labda nikushauri kitu kimoja. Chifu anafahamu ujio wako ndani ya himaya na ameshaweka walinzi kukutafuta. Muonekano huo unaotumia utawarahisishia wao kukukamata. Hivyo ushauri wangu ni heri ukatumia muonekano ule wa mwanzo, ule wa binti mdogo. Mambo ya msitu wa kifo niachie mimi. Unazungumzia muonekano huu? Ngalewa mama ye, ngalewa uonga. Ngalewa mama uonga. Ngalewa mama ye. Mtukufu wangu, pole na safari. Maana toka umerudi hatujaonana kabisa. Na ulisema unaenda kutafuta msaada. Vipi kuhusu safari yako? Ni kweli Malkia wangu, katika safari niliyoenda ilikuwa ya mafanikio sana, maana nimeweza kukutana na Ngalewa. Ngalewa? Hii inawezekanaje? Wakati Ngalewa alishaondoka kwenye himaya ya Mantale. Hata kama aliondoka, nilifanya kosa kubwa sana kumfukuza Ngalewa. Maana bila yeye, kwa mambo yaliyofikia kwenye himaya, hii himaya itateketea. Kwa hiyo ujio wake umekuwa furaha sana kwangu. Lakini mtukufu wangu, mimi sidhani kama Ngalewa ni mtu mzuri kwetu. Sidhani kabisa kama yeye atakuwa na nia nzuri na himaya ya Mantale. Kama yeye alishaondoka, ni nini kimemrudisha? Hujiulize, huenda hata ya mambo yanayotokea Ngalewa anahusika kwa nafasi kubwa sana. Kutokana yeye anaijua himaya ya Mantale vizuri. Inakuwaje unamwamini kirahisi hivyo? Ni nini kimemrudisha? Malkia wangu, mimi sikumrudisha Ngalewa, ila maono yake ndio yamemleta kwenye himaya ya Mantale. Hii inaonyesha ni jinsi gani ipo tayari kutusaidia na hatuna njia nyingine. Labda nikwambie kitu kimoja. Hata mimi simwamini Ngalewa, lakini sina jinsi. Na yeye ndio msaada pekee anaweza kutuvusha kwenye hili tatizo linaloendelea. Acha tumtumie kwa sasa. Matatizo yakiisha, nitajua nashughulika naye vipi. Sawa. Mimi siwezi kwenda kinyume na matakwa yako. Natamani kurudi nyumbani. Natamani kuonana na nyie wazazi wangu. Natamani nikamsaidie baba yangu. Lakini najua kwa sasa hilo haliwezekani. Vumilia mama. Mwanao nitakuja hivi karibuni. Kitana. Kitana. Pora nimehisi kama kuna mtu ananitazama au fikira zangu. Haya, ngoja niendelee na kazi yangu. Kitana. Sitamani hata kuondoka. Lakini ni hatari. Naomba uende, kwa sababu linaweza likatengenezeka swali ambalo hata wewe utashindwa kujibu. Na kuomba. Lakini Maginga, tazama, nimekupa heshima kubwa sana leo. Ni heshima ambayo siruhusiwi kumpa mwanaume yoyote mpaka pale nitakapokuwa nimeolewa. Lakini nimevunja kila kitu sababu ya upendo wangu kwako.
na endapo itagundulika sina usichana wangu, itakuwa matatizo makubwa sana, ila mimi sijali kila kitu, na yote sababu nakupenda. Nikuahidi tu, nitaitunza heshima ambayo umenipa, na nitahakikisha nakupenda zaidi ya wewe unavyofikiria. Niahidi utoniacha. Siwezi kukuacha. Kukuacha wewe ni kuacha moyo na mwili. Takufa. Acha basi, hadi nasikia aibu. Kadri utakavyoendelea kuja, aibu itatoka, ila hakikisha inakuwa siri zaidi ya siri yenyewe. Maginga. Nilikwambia nini kuhusu mtoto wa chifu? Unajua madhara ya kitendo ulichokifanya? Bibi, kwenye mpango ambao unafikiria kufanya, upo mpango ambao mimi pia naufikiria kufanya. Kwa hiyo naomba uniache. Panga mipango yako na mimi napanga mipango yangu, kwa sababu hata mipango yangu ni mipango sahihi. Unaharibu kila kitu. Unaharibu mipango yote ambayo mimi nimeiweka. Unajua ni nini nilichokipanga kwa ajili yako? Kwenye kile ambacho unakijua, kipo ambacho mimi pia nakijua. Kwa hiyo nakuomba bibi, niache nifanye hiki ambacho nahisi nakijua ni sawa kwangu. Umenishangaza sana Maginga. Mimi niliamini wewe utakuwa na roho kama marehemu babako, lakini kumbe ni bure kabisa. Kila ninachokuambia hutaki kukitekeleza. Hivi unadhani kwa akili yako hiyo unaweza kukalia kiti cha uchifu? Bibi, naamini kwenye hiki ninachokifanya. Naamini sana. Sawa Maginga. Basi acha tuone kwa hiko unachokifanya, lakini utajutia maamuzi yako. Ukweli mchungu ni bora zaidi kuliko uongo mtamu. Nimeumia sana Minza, lakini sina budi kuyapokea haya unaonifanyia, kwa kuwa ndio uhalisia wako. Mke wangu, nimekupenda sana na nimekupa kila kitu ambacho ulichokuwa ukikihitaji wewe kama mke wangu. Angalia sasa, nini hiki? Nimekuwa nikikufuatilia kila hatua. Hatimaye leo imedhihirika. Kwa macho yangu nimekuja nimeshuhudia hiko. Mke wangu, hii inaniumiza sana ndani ya moyo wangu. Na sikuanza leo kukufuatilia. Ili ni swala la muda mrefu. Nimesikia kila kitu. Nimesikia sauti nzuri, tamu ambazo sikuwahi kuzipata katika kipindi chote tukiwa pamoja. Asante sana mke wangu. Sayole, wewe ni mwanaume mwenzangu. Tambua mke anauma kuliko vile unavyofikiria. Na sikuanza jana wala juzi kukuonya katika mambo yote hayo unayoyafanya sasa. Hata kama huna mke, lakini hiki ulichokifanya kwangu ipo siku yatakurudia. Mkuki kwa nguruwe, ila kwa binadamu ni mchungu sana. Asanteni sana. Niwatakie maisha mema. Mume wangu.
Wewe Kaisila, umewezaje kutembea bila fimbo? Ila Manyakenda bwana, Koli, si mimi nitatembea na fimbo maisha yangu yote? Natembea tu na fimbo yani, si ndio? Haya ni maajabu. Hizi ngapi? Manyakenda, ninaona hizo ni 1, 2, 3, 4, 5. Unaona? Ndio. Imekuwaje mpaka ukaweza kuona? Imekuwa kwaje? Unadhani ni nani mwingine atakuwa amenisaidia kama sio Kitana? We, Kitana? Mimi nilikutana na Kitana njiani nikiwa na mume wangu. Baada ya hapo Kitana alivyoniona akawa amenisaidia. Nashukuru mizimu ya mababu imenisaidia. Kitana yupo kwenye imaya hii? Jamani Manyakenda, kwani Kitana si mwana imaya wa Mantale? Hapa sasa ndo nimeanza kuamini kumbe Kitana ni mchawi. Kwa sababu ili tatizo lako lilikuwa la kichawi. Umekutana na mchawi kakuponyesha. Unahisi ni nini kama sio uchawi? Manyakenda. Mimi masuala ya umbea sinaga. Ninachokijua Kitana amenisaidia. Afu wewe kwa nini unajua sana masuala ya kichawi au una uhusiano nao? Maana kila tunapokutana wewe lazima malo sema mama mkwe wangu mchawi, mara Kitana mchawi. Kwani unahusiana nao? Unadhani unaweza kumjua mchawi? Ninakujua vizuri. Kwenye imani yote ya Mantale unasifika kwa kusambaza maneno. Sasa ulifanikiwa kunisambazia maneno ya kwamba mimi ni kipofu. Sasa na hizi za kwamba ninaona, katapakaze. Na ni bora utapakaze hizi kuliko useme ya kwamba Kitana ni mchawi. Nitakukuta jambo. Mimi nikutangazie wewe? Na nikuhakikishie tu ili swala la kwamba wewe umeponyeshwa na Kitana siwezi nikamwambia mtu yoyote. Ni mimi tu nishajua, mimi tu. Siwezi nikamwambia mtu mwingine. Kweli? Kweli? Mungu mtamwambia nani sasa? Sina mtu wa kumwambia. Na katika imaya mimi niko peke yangu tu. Unaniwaga na mtu? Siwezi. Msalimie Makombo na mama mkwe wako. Sawa? Uzuri wa maneno yako huwa hayachukui muda kusambaa. Nitayapata tu ukiyasema. Chifu wangu, kwa nini unapenda sana kunipuuzia? Hivi unataka niongee kwa kauli gani ili uweze kunielewa? Nandera sio mwanamke mzuri. Yule mwanamke ana mipango ya siri na anahitaji kupindua utawala wako. Lakini bado unamtetea. Nzura Malkia wangu, una uhakika na unachokisema? Je, una uthibitisho gani kwamba Nandera anataka kunipindua? Chifu wangu, kwa sasa sina ushahidi wa moja kwa moja. Lakini nina uhakika na ninachokisema. Yule mwanamke sio sahihi. Mimi ndiye mwanamke wako halali. Hivi utapata manufaa gani endapo akipindua imaya yako? Kwa nini usiachane naye? Ninajua kinachokusumbua ni nini. Wewe unasumbuliwa sana na wivu. Na ndio maana unakuja kunipa maneno ya uongo zidi ya Nandera. Labda nikwambie kitu kimoja. Nandera amekuzidi vitu vingi sana wewe. Yeye anajua namna ya kuishi na mimi kama mume. Ana kauli nzuri kama mwanamke. Ananipa amani na furaha kwa nyakati zote nazokuwa naye. Lakini si wewe. Kila ukija kwangu ni malalamiko na sababu nyingi zisizokuwa za msingi. Sasa basi, kama umekuja kuleta maneno ya uongo Nzura, hutofanikiwa. Na sihitaji tena kusikia maneno kuniambia mimi au mtu mwingine yeyote. Unaweza ukaenda. Ahena Mantare. Ahena Mantare. Ahena Mantare. Ahena Mantare.
si nyumbani kwangu hapa. Yule binti yangu Kitana. Ina maana Kitana amerudi?